Harakati za ulinzi na usalama dhidi ya mtoto zilianza mbali kidogo. Nitawarudisha nyuma karne ya 20 ambapo hasa masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto yalianza baada tu ya kuona mtoto anapitia madhira ambayo ni mengi, ikiwa pamoja na unyanyasaji, vipigo vya hapa na pale, kunyimwa chakula. Na kwa mantiki hiyo, kwa kuwa mimi nipo kama afisa ustawi kiongozi na makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi Tanzania, nitaisimamia hii. Mtoto alibakwa, kesi iliisha kinyumbani. Sasa tunakuja kwa sababu mkizoea kumalizana kesi hizo za ubakaji kinyumbani na kuwafungia hao wabakaji, tunakuja kulipoteza hili taifa. Sasa ofisi ya ustawi wa jamii haitakubali hivyo vitu vitokee. Wazazi, msijihusishe katika tendo la ndoa mtoto akiwa amefikisha miaka 5 na kuendelea, kwa sababu mtoto kwanza anaona na vitu vinakaa na ana uwezo wa kuiga kile kitu ambacho mnakifanya. Je, mnaahidi kumlinda mtoto dhidi ya ukatili wa kijinsia? Na ndio maana baada ya tafiti kufanyika tukaja na huu mpango ambapo malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika nchi kama Mauritius walifanikiwa sana kuwekeza katika msingi wa hawa watoto. Leo hii tunaiona nchi iko vile. Japan ilikuwa mmoja kati ya nchi maskini, lakini waliwekeza katika msingi wa watoto. Leo hii tunauona pale. Maana yangu ni nini katika ulinzi na usalama wa mtoto? Ni kuhakikisha basi serikali inawekeza, si kuacha mzigo kwa mzazi kwamba yeye peke yake ndo alinde mtoto. Hapana, bali jamii nzima. Kumbukwe, ndani ya miaka 3 iliyopita kuna wimbi kubwa sana la LGBTQ lililoingia ambalo ni la ushoga. Na katika mantiki hii, kinachoumiza zaidi, tulimwacha nyuma mtoto wa kiume ambaye sasa ili wimbi ndilo ambalo linamkabili. Huko huyu mtoto ndiye taifa la kesho. Sasa tutalindaje huyu mtoto kama watoto hao wadogo wanajihusisha katika vitendo vya ushoga, na pengine sio kwa ridhaa yao, pengine wanafundishwa hivi vitendo vichafu? Sasa ni nani wa kukemea? Ni sisi ambao tumesimama mbele kama maafisa ustawi kukemea na kumlinda sana. Anayeharibika karne hii ni mtoto wa kiume, na anaharibika kwa ajili ya ushoga. Tamaa mbaya zinawaponza watu wengi. Wazazi wanawaingiza watoto wao huko, lakini pengine watoto wanaiga. Mimi niliyesimama ninaitwa daktari wa jamii Tommy Kisimbeye, na nilikuwa ninaelimisha juu ya ulinzi na usalama wa mtoto.